Mbona kazi ipo? Au mwenzangu ndo mwezi mchangani? Wewe hata maneno mengi. Hebu ingia ukaanze majukumu yako. Pita. Bosi bwana. Yaani una mtoto mkali. Hapo unakuwa na mawazo. Usiingie chumbani. Kapiga mambo yetu. Gusa. Hivi wewe una matatizo gani? Ni mara ngapi nikikwambia tukiwa pamoja ongea vitu vinavyoeleweka? Ndio ujinga huu. Inaonekana kazi uipendi. Nitakuachisha kazi mara moja. Usinitanie mimi. Ara. Maraba. Bila shaka wewe ndio Jenny? Ndio. Jenny. Ndio. Bila shaka umeshaambiwa kila kitu kilichokuleta humu ndani. Sasa ninakuomba bila kupoteza muda yaanze majukumu yako mara moja. Bosi. Una mwingine ndani. Umeingiza tena mwingine? Musa! Hivi mtu akuelezeje wewe uelewe? Haki yako iko wapi? Yaani unaniona mimi bosi wako nimechanganyikiwa, sijui ni nini cha kufanya, muda huu ninapata msaada, halafu unaanza kuongea mambo ya ajabu, ujinga, ushenzi. Utanipeleka jela wewe. Bosi samani. Naona ni kama nimekuwa chanzo cha ugomvi wenu. Naombeni mnisamehe. Jenny, kilichokuleta humu hakihusiani na ugomvi wetu mimi na Musa. Unanielewa? Majukumu yako yaliyokuleta unayafahamu. Gusa, hebu mpeleke chumbani mara moja yaanze majukumu na uhakikishe unapatana na Debora. Leo anakuwa rafiki yako. Ili kusudi kile alichoshindwa kukifanya wakati haupo akifanye sasa hivi. Na ukishindwa kulikamilisha hilo basi kazi itakuwa imekushinda. Gusa. Samahani bosi. Nimwelekeze au nimpeleke mwenyewe? Hivi mbona unapenda kurudia maswali yale na maneno ya kijinga? Oa. Na kulipa pesa. Wapo wengi wanaozitaka ndugu yangu. Ara. Oa, changamuka bana. Unaona mtu kabisa na siku tatu hajara. Hivi nyinyi mnataka mimi nipate kesi? Yaani unaweza ukawa na utitiri wa watu ukahisi labda ndo msaada wako. Kumbe wapo kwenye ndani ya maslahi tu, hawajali shida zako.
Naomi, asubuhi na mabegi kulikoni? Shule imefungwa? Dada, wewe acha tu. Kweli nimeamini mbuzi wa maskini hazai. Naomi, mdogo wangu, mbona sikuelewi? Unamaanisha nini? Dada, mimi nilijua nimepata, kumbe nimepatikana. Naomba tuingie ndani, nitakueleza yote. Kwani kuna nini? Mbona sikuelewi mdogo wangu Naomi? Ujue wewe ndio tegemezi letu la baadaye, na sisi tunapambana ili uje upate kitu kilicho bora. Sasa ona ni nini? Sawa dada, nimeshakusikia, lakini wewe hujui kilicho nyuma ya pazia. Ndio ukiseme sasa, ili tupate jinsi ya kumsaidia. Sawa dada, naomba tuingie ndani, nitakwambia. Sawa, karibu. Asante. Karibu. Wewe Jeni, sinikataza kuleta chakula hapa. Mimi sitaki kula. Debora, najua hujala chochote. Naomba uhurumie afya yako, kwa sababu ukiendelea kuacha kula utakufa, na wewe mume wako hautamwona tena. Jeni, wewe bado ni mtoto mdogo. Haya nayo yapitia, huwezi yajua machungu yake. Sitaki kuyajua sana, but najua yanauma sana. Lakini nachokuomba, kula hata kidogo. Sijisikii kula hadi. Naweza nikapata uji tafadhali? Ndio, naweza nikakuletea. Lucy, mbona uko kunifuatafuata, unanidai? Ndio, nakudai. Nini unanidai? Nini unanidai hasa? Dori amepotea. Na mara mwisho ulikuwa naye wewe. Kama lolote baya likimfika, mhusika ni wewe. Wow. Umedori. Nahisi unaifahamu vizuri. Mimi sina tabia ya kumganda mtu. Siku ile tulimalizana. Na kingine ni kwamba siwezi kuishi na mtu ambaye hana future na mimi. Si unanielewa? Sawa. Kama mhusika sio wewe, atakuwa ni nani? Ninapiga simu zake, hazipatikani. Nimeenda nyumbani kwake, hayupo. Leo siku ya 3. Sijamuona. Na mara mwisho ulikuwepo naye wewe. Sasa sikiliza. Nakupa siku 2. Nahitaji Dori arudi. La si hivyo, utauponza. Lucy. Nimekitamani.
hebu chunga kauli zako na then angalia maneno yako ambayo unanitamkia mimi. Wewe sio mtu kunipa onyo mimi kwamba Doli mimi nipo naye. Okay, sawa, mimi nipo hapa, Doli yupo wapi? Sawa, ni vizuri. Shida yenu nyie watu wenye pesa, mnaweza mkafanyia mtu yoyote kitu chochote bila kujali thamani yake. Lucy, hebu naomba nisikilize. Kama Doli atakuwa amedhurika, atakuwa ameponzwa na tamaa zake na kiburi chake, Maki aitahadharishwa kabla, lakini hakuelewa. Oh. Kwa unadhihirisha kuwa umeshamzuru Doli, sio? Kiwalithia Doli amezurika, lakini msikia sio mimi. Yeah. Unasema Doli kazulika? Ko ni nani aliyemzuru sasa? Ni nani? Sina muda wa kutosha kwa ajili ya kuelezea hili swali na vitu vingi vya kufanya, basi naomba nikuache. Jordan! Jordan, umemfanya nini Doli? Nataka kukufahamu Jordan. Kwa hiyo Mrs. Mosha amshamua Dorcas. Hii mama ana roho mbaya, katili. Jenny! Abe bosi. Vipi maendeleo huko? Huyo Debora amekula? Kiukweli bosi, nimejitahidi kadri niwezavyo, lakini amekataa kula. Ameambulia uji tu. Jenny, I say hii ni hatua moja nzuri sana, na nilipokuona mara ya kwanza nilihisi hii kazi hautaiweza kabisa, lakini kwa hatua hii ulioifikia, mimi naomba uendelee kumfanya Debora awe rafiki yako. Atakula tu, atakula. Kwa hiyo wewe usikate tamaa, pambana, kazi ni yako na nimeona kabisa unaiweza. Sawa bosi, nimekuelewa. Nitajitahidi sana kumfanya kwa rafiki yangu, lakini pia bosi, kuna vitu vimepungua jikoni, hivyo nilikuwa naomba viongezwe. Kuhusu vitu hilo ondoa shaka, make sasa hivi natoka naenda kwenye mishemishe zangu huko, kwa hiyo nitakuja navyo. Afu ni vitu muhimu kwa ajili ya Debora wangu, lazima nijitahidi bwana, usijali. Kingine, kuwa makini sana na Debora. Lolote litakalotokea kwa muda huu ambapo nimetoka, muone stopa pale getini. Atanipigia simu, afu nitajua nini cha kufanya. Sawa bosi, nimekuelewa. Uwe na siku njema. Sawa. Nilikuamini sana, hii ni promise. Sijekawa ni boss. Kumbe ni wewe tena? Wewe stopa, naomba unipishe.
ambao ulikuwa na shida na kaka Kapishi. Nendeni huko mkamalizane, kusumbuana. Nguvu kama nini? Vipi? Ulikuta ni yeye? Ndiyo, ni yeye. Debora, siku zako za kuishi zinahesabika. Lucy, ni kipi kinafuata? Jeni, usijali. Mimi ndo Lucy. Siku zote huwa nipo mbele ya muda. Jeni, shika. Lucy, nini hiki? Sikiliza, hakikisha umeweka kwenye chakula atakachokula Debora. Kesho nahitaji nisikie taarifa za msiba. Lucy, ujue bado mapema. Mimi naogopa eti. Unaogopa nini hapo? Na kipo usichokijua. Huruma sio malezi. Nishika hivi. Sitaki kusikia kuna kitu chochote kimeenda tofauti. Jeni, nakuamini. Sawa Lucy, nitafanya. Uwe na mchana mwema. Nasubiri simu yako. Sawa, nitafanya hivyo. Ukichanganya hadi na tamaa, mwisho wake mara nyingi ni majuto. Ukichanganya hadi na usaliti, mwisho wake ni maumivu na machozi. Lakini ukiahidi kwa moyo wa kweli, leo utaniambia vizuri. Debora unamtoa au haumtoi? Na kama haumtoi, nakuahidi uhai wako huko mikononi mwangu. Mimi sijui chochote. Hata huyo Debora unayemzungumzia simfahamu. Kabisa. Yaani Biblia yasema. Yaani mpaka useme. Na usipoongea tofauti hapo, nitakuonyesha kilichomtoa kanga manyoya. Kumbe wanaume tukitoka mnabaki mnanyanyasika kiasi hiki na bado hamsemi. Huyo ni mchumba tu. Na kushukuru wewe. Lakini kojo lingemtoka hadharani na asingechomoka hapa asingechomoka. Yeah. Stopa. Acha bangi. Anishukuru au yeye ndiye nishukuru mimi? Tatizo lenu mnaendekeza njaa na kufanya kazi msizoziweza. Hebu angalia, nisingetokea asingekuwa wewe. Wapi? Asingeniweza. Yaani hapa nilikuwa naambia timing tu. Yaani mbele yote ya mbele na ya nyuma angeacha hapa. Alafu nyama angeishia kujira zina kule buchani. Ama kweli bosi hapa ana mtu. Tatizo lenu mnakimbia kijijini kulima tumbaku, mnakimbilia mjini. Mtakufa. Hebu nipishe huko.
arudi sasa. Aje, mimi si ndo stop hapa. Bosi, kuna tatizo, tena tatizo lenyewe ni kubwa haswa. Gusa, nina imani sasa hivi ni bado mapema, kwa hiyo hata akili yako bado haijachanganywa na mambo mengine. Ni tatizo gani hilo? Bosi, katika siku ambazo nipo serious na kazi yangu, basi ni leo. Chadi mume wa Debora ameshajua kwa mkewe yuko hapa. Gusa, hii ni hatari, tena hatari iliyopitiliza. Atakuwa ni nani aliyemwelekeza kuwa Debora yuko ndani hapa? Bosi, mimi sijui, lakini nachokijua mimi kwa sisi na watu watatu ambao ni mimi, wewe na Choba, na hamna mtu wa nne anajua hisi. Unamaanisha nini kusema hivyo? Kwa hiyo unataka kuniambia kuwa msaliti atakuwa ni Choba? Ndiyo bosi. Hakuna mwingine, kwa sababu yule anatawaliwa sana na hisia. Mapenzi yanamtesa sana. Kama unavyojua bosi kuwa hakuna mbabe kwenye mapenzi. Gusa, tangu nimekufahamu leo ndo umeongea point na ikanigusa kama jina lako. Kumbe hata saa mbovu kuna wakati inasema ukweli. Choba, omba usiwe wewe, la sivyo utajuta kunifahamu. Sawa bosi. Ni nini mpango unaofuata? Haraka sana Chadi akamatwe, na akishakamatwa kazi ya kumuua niachie mimi. Yeye si hataki kukubali kama ameachwa. Sasa ngoja nimkumbushe kwa njia ya kifo. Sawa bosi, hilo limeisha. Na Chadi ni kimudu kidogo sana. Labda nikutoe hofu. Ndiyo, anatakiwa kufa, kwa sababu hii dunia sio kwa ajili ya watu wanyonge. Na siku zote samaki wakubwa wanawameza samaki wadogo. Hiyo inajulikana wazi. Sana, hii ni promise. Usiku wa leo na kuwaza tena, sauti yako bado ipo masikioni mwangu. Uliniambia utoniacha milele.